Kutambua karama na vipawa. Kitabu cha Efeso 4 mstari wa 11. Nimesema karama ni zawadi au ni neema ambaye Mungu anawapa wanadamu. Utaenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 11 mstari wa 17. Efeso 4:11. Naye alitoa wengine kuwa ni mitume na wengine kuwa manabii. Kuwa na manabii. Kazi ya nabii ni ipi? Kazi ya nabii ni kutumwa na Mungu. Ni kutumwa na nani? Kazi ya nabii ni kutumwa na Mungu kwenda kutoa taarifa. Kazi ya pili ya nabii ni kinywa cha Mungu au sauti ya Mungu. Kazi ya tatu ya nabii ni muonaji. Ni muonaji. Kitabu cha Waamuzi 6 mstari wa 8. Waamuzi 6 mstari wa 8 na Kumbukumbu la Torati 18:18. Waamuzi 6 mstari wa 8, Kumbukumbu la Torati 18:18. Samueli wa kwanza 9:9. Waamuzi 6 mstari wa 8. 6 mstari wa 8. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Bwana akamtuma nani? Nabii. Kazi ya nabii ni kufanyaje? Kazi ya nabii ni kutumwa na Mungu kwenda kutoa nini? Taarifa. Sawa Amen. Sawa Amen. Rudia tena. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana. Bwana akamtuma nabii afanyaje? Aende kwa hao wana wa Israeli. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Naye akawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Hapo kazi ya nabii ni kutumwa na Mungu. Mfano wa Musa ni nabii ambaye hajaitokea nabii mwingine, kwa sababu Mungu alimjua Musa uso kwa uso. Hajaitokea nabii mwingine wa kibinadamu kama Musa. Lakini tunaye nabii mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ndiyo nabii mkuu. Amen. Nabii kazi yake ni kutumwa, kupewa taarifa, kupeleka mahali. Kwa lengo la nini? Kwa lengo la kumwakilisha Mungu.
Kitabu cha Torati 18:18. Torati